Shosti! Tusemezane. Lazima iwe na vikorombwezo. Yani lazima kuwe na vikorombwezo. Yaani supu lazima iwe na vikorombwezo ambavyo vinafanya mtu ale. Supu mtu anaweza akalia, wengine wanasemaga chukuchuku. Yaani mtu anaweza akalia wali, akalia na nini na supu, muda mwingine chapati na kadhalika. Kwa hiyo ndugu wapishi, leo nimejikuta mpishi kidogo. Hakikisha supu yako inakuwa na vitu maalum. You see? Like hapa mimi nimeweka spinach, nimeweka ni supu ya kuku wa kienyeji, kwa hiyo ilichemshwa, then nikaja kuongezea hizo vitunguu na kadhalika. Sawa, vitunguu, carrot na spinach na supu na kuku mwenyewe. Kwa hiyo inatengeneza ladha kwenye supu yako. Kwa hakikisha badala ya kuwa na supu tu ya kuchemshia nini inaitwa, maji ya kuchemshia nyama, make sure ipachezi ya chapati pia kusindikizia supu yako. Ndugu wafanyabiashara zangu, leo tuzungumze kuhusu akiba ya biashara. Njoni hapa tukae pamoja tusemezane. Akiba ya biashara sio upatu, sio kibati, sio michezo, sio mikopo, sio ile hela tunayokusanya kwenye tunahitaji ile kikoba. Hapana, hizo zote sio akiba za biashara, bali hizo ni expenses za biashara. Njoni sasa tuelezane taratibu maana halisi ya akiba ya biashara. Akiba ya biashara ni hela ambayo haipaswi kuwa gharama ya biashara, bali ni hela ambayo inatakiwa iwekwe pembezoni baada ya mauzo ya biashara yako, baada ya mauzo ya bidhaa au huduma unayoitoa. Hapo ndo tunapoweka kwenye akiba. Kula a proper diet ya asubuhi, mchana, jioni ni lini? Mara ya mwisho kula matunda vizuri ni lini? Mara ya mwisho kulala vizuri ni lini? Godoro unaolalia likoje? Nyumba unaolalia, chumba unacholalia, mashuka yakoje? Yote hayo ni afya yako, sawa? Vitu vigani unabeba, like vitu vya uzito gani unabeba? Vyote hiyo ni afya yako. So hakikisheni tunajali afya. Afya ni jambo muhimu. Haya, wapenda usafi, njoni hapa tuzungumze. Kuna hivi vitu vinaitwa vikanyagio vya miguu. Tuna vya nje, vya ndani, vya bafuni, vya pembeni ya kitanda. Hizo ni aina tofauti za vikanyagio. So usichanganye madesa. Kama una eneo la nje lenye mchanga, hakikisha una kikanyagio cha watu kukanyaga, kupangusa mchanga kabla ya kuingia ndani, kwa sababu la sivyo watu watakuwa wanatoa mchanga na kuingiza ndani. Kuna kanyagio la bafuni. Kanyagio la bafuni ni maji yenyewe yako very special, ni kwa ajili ukitoka bafuni you dry your legs kabla hujaenda vyumbani. Na kuna kanyagio pembezoni mwa kitanda chako, ili kama nyumba yako haikuwa safi, kauliko kupelekeka uchafu kwenye kitanda, inabidi ufute miguu upande kitandani. Hizo ni aina za Ndugu wazazi wenzangu, tuwafundisheni mahusiano na Mungu watoto wetu. Yes. Achana na hivi tunawafundisha tu sala ya kuomba kwa ajili ya chakula, sala ya kuomba kwa ajili ya kulala. Tuwafundisheni mahusiano na Mungu. Kwamba tuwafundisheni watoto wetu kwamba chochote ni Mungu. Yaani Mungu sio kwamba ukitaka kufaulu mitihani ndio inabidi usali. Sio kwamba ukitaka kula ndio inabidi usali tu. Sio kwamba ukitaka kulala inabidi tu usali tu. Tuwafundisheni watoto Mungu ni kila kitu. Kwamba watoto wanapaswa kujua maana ya ibada. Kwamba ibada ni namna ambavyo mtu anawasiliana na Mwenyezi Mungu kwenye kila kitu cha maisha yake. Haijalishi ni swala dogo au kubwa kiasi gani, bali tuwafundisheni jinsi ya kusema shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Wafundishe watoto wako wanapaswa kushukuru pia kwa Mwenyezi Mungu, sio kuomba tu. Wafundishe watoto wako wanapaswa
kutoa sadaka, kuombea sadaka, na kwa nini wanapaswa kutoa sadaka. Sio tu unawapa na kuambia pelekeni kanisani au pelekeni msikitini. Hapana, tuwafundisheni mahusiano. Inamaanisha kwamba Mwenyezi Mungu anataka mahusiano na binadamu, na mahusiano yanaanza katika level ndogo sana ambayo ni level ya utoto. Tusisubiri watoto wakue ndio tunasema akiwa mtu mzima atajua jinsi ya kusali. Akiwa mtu mzima atajua jinsi ya kukemea mapepo. Akiwa mtu mzima atajua kwamba kuna bato usiku. Akiwa mtu mzima ndio atajua kuamka saa 9 usiku. Hapana, mfundishe maana ya mahusiano na Mwenyezi Mungu. Shosti, tusemezane.